Karibu katika uchambuzi huu wa kina kuhusu moja ya majanga makubwa na ya kutisha zaidi yanayoweza kumkumba mwanadamu, tetemeko la ardhi. Fikiria umekaa nyumbani kwako, kila kitu kikiwa shwari, na pengine upo jikoni unataka kutoa msosi. Mara ghafla sufuria ya wali inatikisika na pengine kuanguka kabisa. Kuta zinapasuka, madirisha yanavunjika, magari yanatikisika barabarani na watu wanaanza kukimbia huku wakipiga mayowe. Ndani ya sekunde chache tu, maisha ya maelfu ya watu yanaweza kubadilika milele. Hili ndilo tetemeko la ardhi. Lakini swali kubwa ni hili: kwa nini ardhi inayoonekana imara sana inaweza kutikisika kwa nguvu kiasi hicho? Nini hasa kinachotokea chini kabisa ya uso wa dunia? Na je, binadamu ana uwezo wa kuzuia au kutabiri majanga haya? Katika makala hii tutachunguza kwa kina siri ya matetemeko ya ardhi, historia yake, sayansi inayoendesha na hatari zake kwa maisha ya binadamu. Kama bado haujasubscribe kwenye channel hii, fanya hivyo sasa. Dunia tunayoishi sio imara kama tunavyodhani. Watu wengi huamini kwamba uso wa dunia ni kitu kigumu na kisichobadilika. Ukweli ni kwamba dunia ipo katika harakati za kudumu. Chini ya miguu yetu kuna tabaka kubwa la miamba linaloitwa crust. Tabaka hili limegawanyika katika vipande vikubwa vinavyoitwa tectonic plates. Vipande hivi havikai sehemu moja, vinasogea polepole sana kila mwaka. Kasi yake inaweza kuwa sawa na ukuaji wa kucha za binadamu. Ingawa mwendo huu ni mdogo, kwa mamilioni ya miaka unaweza kubadilisha sura ya dunia nzima. Wakati vipande hivi vinaposukumana, kutengana au kuteleza pembeni kwa kila kimoja, nguvu kubwa hujikusanya ndani ya miamba. Nguvu hiyo inaposhindwa kuvumiliwa, huachiliwa ghafla na kusababisha tetemeko la ardhi. Ili kuelewa jambo hili vizuri, fikiria unakunja fimbo kwa nguvu. Kadri unavyoendelea kuikunja, ndivyo shinikizo linavyoongezeka. Mwishowe fimbo hupasuka ghafla na kutoa sauti kubwa. Hali kama hiyo hutokea chini ya ardhi. Miamba iliyoko ndani ya dunia hubeba shinikizo kwa miaka mingi. Wakati kiwango cha shinikizo kinapozidi uwezo wake, miamba hupasuka na kuachilia nishati kubwa sana. Miamba hiyo husafiri katika mfumo wa mawimbi yanayoitwa seismic waves. Mawimbi hayo ndiyo yanayosababisha ardhi kutikisika. Mahali ambapo tetemeko huanzia, ndani kabisa ya dunia, kuna sehemu ambapo mwamba hupasuka kwanza. Sehemu hiyo huitwa focus. Eneo lililo juu yake moja kwa moja katika uso wa dunia huitwa epicenter. Kadri eneo hilo linavyozidi kuwa karibu na epicenter, ndivyo madhara yanavyokuwa makubwa zaidi. Kwa nini baadhi ya nchi hukumbwa na matetemeko mara kwa mara? Sababu kubwa ni mahali zilipo. Nchi kama Japan, Indonesia, Chile, Marekani zina maeneo mengi yaliyopo kwenye mipaka ya tectonic plates. Kwa sababu hiyo hukumbwa na matetemeko mara kwa mara. Wanasayansi hulitaja eneo hili kama Ring of Fire. Ukanda huu unazunguka bahari ya Pasifiki. Zaidi ya 70% ya matetemeko makubwa duniani hutokea katika ukanda huu. Tetemeko kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa mwaka 1960, nchi ya Chile ilikumbwa na tetemeko kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa duniani. Tetemeko hilo lilikadiriwa kuwa na ukubwa wa 9.5 katika Richter scale. Nguvu yake ilikuwa kubwa kiasi cha kusababisha tsunami iliyosafiri katika bahari ya Pasifiki na kufika nchi zilizokuwa mbali maelfu ya kilomita. Wakati tetemeko kubwa linapotokea chini ya bahari, sakafu ya bahari inaweza kusogea ghafla. Mwendo huu husukuma maji kwa nguvu na kuunda mawimbi makubwa yanayojulikana kama tsunami. Mawimbi haya yanaweza kusafiri kwa kasi inayozidi kilomita 800 kwa saa. Yanapofika ufukweni, huleta maafa makubwa sana. Mnamo mwaka 2004,
dunia ilishuhudia moja ya majanga makubwa zaidi katika historia ya kisasa. Tetemeko kubwa lilitokea chini ya bahari ya Hindi karibu na Indonesia. Baada ya muda mfupi, tsunami kubwa lilifuata. Mawimbi hayo yaligonga Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand na nchi nyingine nyingi. Zaidi ya watu 200,000 walipoteza maisha. Janga hili lilionyesha jinsi tetemeko moja linavyoweza kuathiri mataifa mengi kwa wakati mmoja. Mwaka 2011, Japan ilikumbwa na tetemeko lenye ukubwa wa 9.0. Baada ya tetemeko hilo, kulifuata tsunami kubwa lililosababisha uharibifu mkubwa. Aidha, kituo cha nyuklia cha Fukushima kilipata ajali kubwa. Tukio hilo lilisababisha hofu duniani kuhusu usalama wa nishati ya nyuklia. Ingawa Afrika haikumbwi na matetemeko mengi kama Asia, bado kuna maeneo yenye hatari. Ukanda maarufu zaidi ni East Africa Rift Valley. Ukanda huu unapita katika nchi kadhaa za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania. Wanasayansi wanaamini kuwa ukanda huu unaendelea kupanuka taratibu. Kutokana na hali hiyo, matetemeko yanaweza kutokea mara kwa mara. Mwaka 2016, Tanzania ilikumbwa na tetemeko kubwa katika mkoa wa Kagera. Majengo mengi yaliharibiwa na watu kadhaa walipoteza maisha, huku wengine wakijeruhiwa. Tukio hili lilikuwa ukumbusho kuwa Tanzania pia ipo katika maeneo yenye uwezekano wa kupata matetemeko. Je, tetemeko linaweza kutabiriwa? Hili ni swali ambalo watu wengi huuliza. Jibu la sasa kutoka kwa sayansi ni hapana. Wanasayansi wanaweza kutambua maeneo yenye hatari kubwa, lakini hawawezi kusema kwa uhakika kwamba tetemeko linatokea siku fulani au saa fulani. Hii ndiyo sababu matetemeko yanaendelea kuwa miongoni mwa majanga hatari zaidi duniani. Jinsi ya kujilinda na matetemeko ya ardhi. Iwapo tetemeko litatokea, jifiche chini ya meza imara. Kaa mbali na madirisha, usikimbilie lifti. Ikiwa uko nje, kaa mbali na majengo marefu. Fuata maelekezo ya mamlaka husika. Baada ya tetemeko, kagua majeruhi. Angalia uvujaji wa gesi au hitilafu za umeme. Jiandae kwa mitikisiko mingine inayoweza kufuata. Tetemeko la ardhi ni ukumbusho mkubwa kwamba licha ya maendeleo yote ya sayansi na teknolojia, mwanadamu bado hawezi kudhibiti nguvu zote za asili. Chini ya miguu yetu, dunia inaendelea kusogea kila sekunde. Vipande vikubwa vya miamba vinaendelea kusukumana na kujenga shinikizo ambalo siku moja linaweza kuachiliwa kwa nguvu kubwa sana. Ingawa hatuwezi kuzuia tetemeko la ardhi, tunaweza kujifunza, kujiandaa na kujenga mifumo bora ya tahadhari ili kuokoa maisha mengi zaidi. Na pengine hilo ndilo somo kubwa zaidi kutoka katika majanga haya, kwamba maarifa na maandalizi ni silaha muhimu zaidi katika kukabiliana na nguvu za asili. Hii ni HD 700 Digital. Kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe.